namna ya kutenda kazi kiroho. Namna ya kutenda kazi kiroho. Asifiwe Yesu. Nimekuwa nikifundisha namna ya mwanadamu yeyote ambaye ni wewe, maisha unayopitia ni aina mbili. Kuna maisha ya mwilini, kuna na maisha ya rohoni. Sasa shetani namna anavyotushambulia sisi ni kwamba hatuyajui maisha ya rohoni, tunajua maisha ya mwilini. Tukiona mtu amekosa, tunafikiria amekosa kwa mapenzi yake. Tukiona amepata, tunafikiria amepata kwa mapenzi yake. Bwana asifiwe. Kwa hiyo maisha ya rohoni ni mazuri sana endapo utajua atakiwa afanye wapi. Chochote unachokiona kwenye maisha yako ni cha rohoni, sema cha rohoni. Hata mimi mwenyewe ni wa rohoni. Wewe ni wa rohoni. Sasa kama wewe ni wa rohoni, sasa hiyo simu kusogeza mbali. Kama wewe ni wa rohoni, kwa nini vitu vya rohoni, roho nyingine na kushinda? Shetani anachoshughulika na maisha yetu sana ni kutufundisha tusijue kama sisi ni wa kiroho. Tujue kama sisi ni wa mwilini. Amina. Ndipo unagundua mtu apambani kuongezeka kiroho, anapambana kuongezeka kimwili. Yaani na anenepa. Ni bora ukonde mwili lakini roho ina nini? Ukonde mwili lakini roho ina, kuliko kunenepa alafu mwili roho ina nini? Kwa hiyo ni bora ukajenga maisha yako ya kiroho. Kwa sababu maisha ya mwili unayo tayari. Hayo yanahitaji ule ugali, yanahitaji ule kisamvu, yanahitaji unywe chai ya maziwa, yanahitaji ule mayai angalau mawili kwa siku, yanahitaji ujipake mafuta. Bwana asifiwe sana. Nebyo mbikulema tokulia kauli, tokufuga hivi havitaki maombi. Amina. Hiyo vinataka ufuge ule kuku, ufuge, huo ni mwili. Amina. Lakini maisha ya kiroho yanahitaji uyajenge ili yawe bora. Nikasema siku moja unaweza ukajiuliza, mimi naongezekaje kiroho? Bwana, mwaka jana, mwaka juzi, ukimwangalia Yeremia alikuwa kama wewe. Amina. Bwana asifiwe sana. Lakini huyu Mungu ndani mwaka anaona kitu. Natamani na wewe ndani mwako Mungu aone kitu. Unajua Mungu akiona kitu ndani mwako, hata mji, hata familia itasema tuna mtu. Haleluya. Hujaona watu wanajisifia kwa sababu wana profesa? Kwa nini wasijisifie kwa sababu wewe ni mchungaji? Profesa na mchungaji wanajisifia nani? Kwa nini wasiseme kwetu tuna nani? Hujawahi kusikia mtu anamhubiria injili anasema mwetu baba wachungaji tunamba 5? Hujawahi kumsikia? Hujawahi kumwona mtu anaanza kusema sisi kwetu kuna mwanajeshi, kuna tajiri mmoja anaishi huko mjini? Hujawahi kusikia? Haleluya. Muulize jirani yako, wewe wanajisifia nani? Amekujibu? Wanasema tunaye nani? Haizi kukujibu, ni swali gumu. Kuanzia leo kwenu aanze kujisifia. Amina. Waseme angalau tunaye muombaji, tunaye mlokole. Fika mahatua kupigia simu kwa sababu kuna vitu unavifanya. Amen. Unawasaidia. Kama wanapojisifia matajiri, basi wajisifie ndani mwetu tuna muombaji. Muombaji ni zaidi ya matajiri. Ni jitu linaloona rohoni. Bwana asifiwe sana. Pesa inaweza ikaisha, lakini kiwango cha kiroho hakiwezi kuisha. Na kiwango cha kiroho ndicho kinachofanya mtu afanikiwe, si kiwango cha mwilini. Haleluya. Na maisha ya kiroho yamegawanyika katika sehemu ngapi? 2. Sema 2. Usije ukaona watu wamefanikiwa ukasema jamani Mungu amewafanikisha. Wengine wamefanikishwa na shetani. Wengine wamefanikishwa na kutaabika kwako, wao wakafanya nini? Yaani taabu zao walizileta kwako ili wao wafanye nini? Wapasue. Haleluya.
kuyatesa maisha ya mtu ili yeye afanikiwe, akae kwenye kiti kikubwa, wewe upotee, akae kwenye mafanikio mazuri, aendeshe gari, wewe ufeli. Sema sitafeli kwa jina la Yesu. Anayetumia maisha yangu ya kiroho ninamdhibiti kuanzia sasa. Kwa hiyo shetani ana uwezo wa kuyafanya maisha yako yakae hivi.